Mimi naitwa Eric Mutegi kutoka Tharaka Nithi County. Mimi nilipokuwa nikisoma wazazi wangu waliweza kulemewa, na walipolemewa na kunisomesha, mimi niliweza kuchukua hatua ya kutafuta kazi. Nikaweza kuenda upande wa Murang'a, Kiriaini Town kutafuta kazi. Ili niweze kuenda Murang'a, Kiriaini kutafuta kazi, kuna rafiki yangu alikuwa anafanya kazi huko Kiriaini. Sasa wakati aliposikia kwamba nimeweza kuacha shule, aliweza kunipigia simu ili anitafutie kazi. Na aliponijulisha kwamba huko kuna kazi, mimi nilimwambia kwanza hata natafuta kazi juu mzazi ni kama amelemewa na kunifundisha. Alilemewa kunifundisha secondary. Alipolemewa kunifundisha secondary, nikamwambia nipeleke kusomea kosi hata kama ni driving, akashindwa. Ndipo nilichukua hatua ya kutafuta kazi. Rafiki yangu alikuwa akifanya kazi Murang'a, Kiriaini, akanipigia simu akaniambia kuna kazi. Nikamwambia niko tayari kufanya ile kazi juu sisomi. Nikaelekea upande wa Murang'a, Kiriaini Town. Tukaonana na huyo rafiki yangu, akanielekeza kwa kazi ambayo ilikuwa ni kazi ya hardware, kazi ya kubeba simiti na kusafirisha matanki ya maji na kusafirisha vitu ambavyo ni vya kujenga nyumba. Na nilipofanya ile kazi, mama mmoja alikuja akaniambia niweze kumtafutia mtu kule Meru kijana wa kazi. Nikamwambia kijana anaweza kupatikana, lakini italingana na ile mshahara utakuwa ukilipa. Nikamwambia itabidi kwanza nione hiyo kazi ambayo unamuitia iko namna gani, ili niweze kumujulisha ile kazi ambayo namuitia. Tulienda na yeye mpaka kwa kazi yenye alikuwa ananiitia, ambayo ilikuwa ni kazi ya shamba, ya kusimamia shamba lake la majani. Nikaenda nikaona ile kazi, na ile kazi nilikuwa nikijua ile kazi ya majani ya kuchunga, kusimamia shamba la majani, na hata kuchuna nilikuwa najua kuchuna. Nilipoangalia ile kazi, hata sikumpigia yule rafiki yangu nimuitie ile kazi. Niliangalia ile mshahara nalipa pale kwa hardware, na ile mshahara yule mama alikuwa akilipa. Nikaona ile mshahara ya kusimamia ile shamba ni afadhali kuliko hii ya hardware. Na kwa kuwa nilikuwa nikijua ile kazi ya kuchuna majani, mimi niliweza kuenda kwa ile kazi, nikaachana na kazi ya hardware. Nilipoenda kwa ile kazi, nikauliza huyo mama, na hii kazi nani alikuwa akiifanya hii kazi? Kaniambia kuna mama fulani nilikuwa nimeajiri, lakini wakati tulipokuwa tukisumbuana kwa sababu ya majani yangu kupotea, mimi niliweza kumfuta kazi. Alikuwa amemweka awe akiuza, akichuna na anaenda kuuza, alafu anamwekea kwa akaunti yake. Aliponiambia vile, mimi niliweza kuendelea na kazi. Kaendelea kuchuna majani, nikiuza, kuchuna majani, nikiuza. Nikamwambia hiyo kazi yake, hiyo shamba ni kubwa sana, haiwezi kufanyika na mtu mmoja. Mimi nikaweza kutafuta jamaa mmoja wa kutoka Kisii County aliyeitwa Sol. Kisii, mahali nilikuwa nafanya kazi kwa hardware, tulikuwa tunafanya na makabila mingi. Sasa tulikuwa na jamaa mmoja Mkisii, tulikuwa tunafanya na yeye na wengine Waluya. Sasa yule jamaa alikuwa na shemeji yake mwenye ameoa sister yake, alikuwa anataka kazi. Nikamwampigia simu nikamwambia, yule shemeji yako ulikuwa unasema anataka kazi, si umwambie akuje tufanye kazi hapa mahali nafanya, juu huyu tajiri anataka mtu mwingine, tuwe tukifanya wawili. Ndipo sasa niliweza kuita huyo jamaa, akakuja, tukaanza kufanya kazi na yeye. Tulipoendelea kufanya kazi na yule jamaa, ile kazi juu mvua ikinyesha yale majani yanatoka sana, alituambia tu kama tukipata mtu wa kufanya kibarua alipwe, tunaweza tukatafuta. Sasa ikawa wakati nilipokuwa nikitafuta mtu wa kufanya kazi, huyo mama na mtoto wake walikuwa watu wa kufanya vibarua. Huyo mama mwenye kufutwa kazi, mwenye alifutwa kazi mahali niliajiriwa. Sasa wakati tulipatana na yeye, nikajua anafanyanga hiyo kazi ya kuchuna majani. Mara ya kwanza tulipatana na msichana yake. Wakati tulipatana na msichana wake,
tukafanya kazi, akaanza kufanya kazi ya kibarua ya kuchuna majani. Tukafanya kazi na yeye nikimlipa kila siku tukifanya kazi. Na kabla ya tuanze kufanya kazi na yeye ili nimjue niweze kuwa nampea kazi, sisi tulipokuwa tukifanya kazi tuliona msichana anakuja kutoka huko kwao kwa njia fulani akipanda kamlima. Tukaambiana na yule jamaa, ndiye yule msichana anakuja. Yule jamaa akaniambia, basi wewe ndio utamuongelesha juu wajua Kikuyu. Msichana akakuja tukamsalimia. Tulipomsalimia yule msichana nikamuuliza, na mbona unasalimika ukiwa mbali, si ukuja karibu utusalimie? Yule msichana akasema, tulipomsalimia nikamuuliza, mbona unasalimika ukiwa mbali, si ukaribie? Akaniambia, hata we karibia. Mimi ile kikapu nilikuwa nachunia nayo majani, nikaweza kuiweka chini, nikaenda pale palipokuwa na yule msichana. Nilipokaribia yule msichana, tulianza kuongea, nikamuuliza majina, akaniuliza majina. Tukaongea, nikamuuliza kama anaweza ataka kufanya kazi ya kibarua ya kuchuna. Akaniambia anaweza. Nikamuuliza kama yeye ni mtoto wa shule, akaniambia yeye asomi. Mama yake alilemewa na kuwasomesha kwa sababu wako watoto wengi kwao. Aliponiambia asomi na mama yao alishindwa kuwasomesha, aliponiambia kwamba asomi, mimi niliweza kumwambia awe anakuja tunafanya kazi ya kuchuna. Na nikaweza kumpatia namba yangu ili tutakuwa tukiwasiliana na yeye kupitia simu. Hapo ndipo tulianzana na msichana. Wakati nilimpa namba yangu, alipokuwa akinipa namba yake naye simu yangu ikazimika. Kwa hivyo sikuweza kupata ile namba yake. Akabaki na namba yangu. Na tulipomaliza kazi nikaelekea nyumbani mahali nilikuwa nimekodisha. Masaa ya saa 3 usiku aliweza kunitumia message. Akaniambia ni mimi yule Grace Joki Kirero mwenye alikupea namba mahali tulipokuwa mkichuna majani. Nikamwambia sawa. Tukaanza kuchati tukitumia message. Na tulipoendelea akaniambia kesho atakuja kazi. Hiyo kesho yake akakuja, tukafanya kazi na yeye, nikamulipa, akaenda nyumbani. Ilikuwa on Friday. On Saturday tukaongea ya kwamba atakuja kunitembelea. Hiyo on Sunday nikarauka kuenda town Kiriaini. Nilipoenda town Kiriaini akanipigia simu akaniambia nimekuja, uko wapi? Nikamwambia hiyo siku kulikuwa kunanyesha. Nikamwambia niko kwa hii nyumba ya rafiki yangu mwenye tunafanya kazi na yeye Sol, ngoja nikuje, ngoja mvua iache kunyesha na kuja. Naye alikuwa hapo barabarani karibu na hizo nyumba tulikuwa tumekodisha. Mimi nikakodisha pikipiki Kiriaini, nikaelekea mpaka mahali alipokuwa yule msichana. Nikampata hapo hapo, nikaingia kwa nyumba. Yule msichana walikuwa na rafiki yake msichana mwingine. Nikamwambia basi siuje kwa nyumba. Akaniambia sitakuja kwa sababu tuko na rafiki yangu na sitaki ajue kama nakuja kwako. Yule msichana akatulia hapo kwa njia wakiwa na rafiki yake. Walipoachana na rafiki yake alipoenda kwao, naye akaweza kuja kwa nyumba. Akakuja tukakaa, tukakula, tukaongea. Hiyo tukalala hiyo siku. Safari ya mapenzi ikaanza. Tukalala hiyo siku. Asubuhi nikarauka kuenda kazi, akaachwa kwa nyumba. Nikafanya kazi, nilipomaliza nikarudi. Nikampata kwa hapo amepika, tukakula. Tena tukakaa na yeye muda wa siku 2. Tulipokaa na yeye siku ya pili jioni akaelekea nyumbani. Alipoelekea nyumbani hakuulizwa na mtu. Alipoelekea nyumbani tukawa tunawasiliana na simu na anakuja kazi tunafanya. Hiyo usiku kama kawaida tulifanya mapenzi na yeye kwa hizo siku 2. Tulifanya mapenzi na yeye kwa hizo siku 2 na alipoelekea kule nyumbani siku ya pili jioni kaenda akaniambia amefika na hakuna ubaya, amefika salama.
siku yenye ilikuwa imefuata akakuja kazi, lakini akakuja na simu ya mama yake. Kwa kuwa hakuwa na simu, alikuwa anatumia simu ya mama yake. Na alipokuja na ile simu ya mama yake kwa kazi, tukafanya kazi na yeye. Mimi sikuwa najua kama ile simu ni ya mama yake. Tukafanya kazi na yeye. Kuna msichana mwingine nilikuwa nimepea kazi, nikampea pati fulani afanye kazi. Alipomaliza kufanya kazi yake akaenda kuuza yale majani. Niliweza kumtuma na shilingi 100 aende anunue chips ama cakes zenye atapata akuje nazo ili tukule, juu tulikuwa tunataka kwanza tumalize ile kazi ili tuelekee nyumbani kama kazi imekwisha. Mimi tulipokuwa na yule msichana tukawana, nikampeleka kwetu Meru. Tulienda nikampeleka kwa wazazi wangu. Wazazi wangu wakatukaisha chini, wakatuuliza mumekuja aje? Yule msichana akasema huyu ni bwana yangu, nikasema ni bibi yangu. Mzazi wangu akapigia mama yake simu, akamuuliza kama anajua kijana fulani ambaye ni Eric Mutegi mimi. Yule mama yake akasema yeye namjua, alikuwa akifanya kazi hapa karibu na kwangu. Akamuuliza kama anajua msichana anaitwa Grace Njoki Kirero. Akasema Grace Njoki Kirero ni msichana wangu. Akamwambia Eric Shinda Mutegi ndiye ameoa huyo msichana wako. Uko na hiyo habari? Akasema niko na hiyo habari. Wakamalizana hivyo. Sasa baba yangu akaambia mama yake tutapanga ile siku tutakuja kupiga ripoti tukijuana. Tukifanya kazi kule. Huyo wakati nilikuwa na miaka 19. Nilikuwa na miaka 19 wakati sasa tulienda kule nyumbani tukaambia wazazi wake tutaenda kupiga ripoti. Tukaeleanwa. Sasa tukaanza kupanga ile siku tutaenda kupiga ripoti na wazazi wangu. Tukapanga hiyo wakati. Sasa tulipopanga ile wakati, hapo katikati tukawa atueleanwi na msichana. Kwa sababu kule kwetu ni sehemu ambazo haikuangi na vibarua zile mingi za wanawake. Sasa huyo msichana alikuwa na yani alianza kuchukia ile sehemu, akiniambia nataka tuende tukakae town ama huko kwao juu kule kuna vibarua. Hiyo wakati huyo msichana alikuwa miaka 16. Sasa mimi ili niweze kuja kushikwa, msichana alipotoroka kule kwetu kwa sababu ya kutoeleana